nikamwelekea, macho yangu yakatiwa nuru. Nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Bwana wetu Yesu Kristo na asifiwe. Mtazamaji wangu, asubuhi hii ya leo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Mimi si jambo, niko mzima, na mshukuru Mungu ni kwa sababu kwa siku hii ya leo, kwa asubuhi njema ambayo Mungu ametupa, na ili tuweze kumwabudu na kulisifu jina lake. I thank God for this far because I know He has given me today for me to make it light with Him. Najua sio tu nishinde siku ya leo nifanye yale mambo nafaa kufanya kama mwanadamu, bali nitukuze jina la Bwana. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo nanyenyekea mbele zako asubuhi ya leo nikisema ni asanti Bwana wa mabwana, ni kwa sababu umetulinda, umetuhifadhi usiku huo wote. Bwana, umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru ni kwa sababu ya kutufanya mabaki ya siku ya leo. Tunajua kwamba sio kwa matendo yetu mazuri, hata sio kwa kujitahidi kwetu Bwana, lakini ni kwa sababu ya rehema na neema yako Bwana tumeiona siku hii ya leo. Tunaomba Bwana ukatuongoze, ukatutangulie kwa kila jambo na kwa kila hali, na zaidi ya yote Bwana ukatusamehe dhambi zote na makosa. Tunakuomba ya kwamba Mfalme mwenye nguvu na uwezo, hatuwezi bila wewe. Hii siku ni njema, hatuwezi shinda bila wewe. Tunaomba mwongozo wako, tunaomba ukatushike na mkono wako Mfalme, na ili neema yako ikatutoshe kwa utukufu wa jina lako. Tunaposhiriki neno lako Mfalme, tunaomba Bwana likafanye kazi sawasawa na mapenzi yako ndani yetu kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Asubuhi ya siku ya leo nataka tujifundishe tujifundishe kuhusu offering the sacrifice of praise. Na offering the sacrifice of praise, ningeomba tuangalie Waibrania 13, Hebrews chapter number 13 and verse 15. Inasema ya kwamba basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo tunda la midomo iliungamayo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. What is the sacrifice of praise? Kutoa dhabihu ya sifa kwa Bwana. There is a difference, there is a distinct difference between praising God and offering the sacrifice of praise. Na wakati nilikuwa naangalia kuhusu kutoa dhabihu ya sifa,
For a child of God in the light relationship with the Father, praise is usually something which flows easily, because unakuanga na hiyo breakthrough. Kwa hivyo when you start praising God, it comes automatic. It is so easy to praise God. We have so much to praise God for, that whatever we think about him, there should be a spontaneous. Unajua maneno ingine inakuanga gumu kutamka, hiyo ni shida ya matamshi. There should be a spontaneous, yes, flow of praise from our hearts. Wewe ambaye umeitanishwa na Mungu, sasa inakuanga rahisi kumsifu Bwana ukilinganisha na yule mtu ambaye hayuko katika ufalme wa Mungu. Kwa yule aliye ndani ni rahisi kupatia Mungu ama kutolea Mungu dhabihu ya sifa. Our praise usually involves thanksgiving too, and we minister to God in praise for all the blessings and benefits he has brought into our lives. We praise God for who he is, and we praise God for the benefits that he has brought into our lives. Yale mambo Mungu ametenda ndani ya maisha yetu, inabidi na inapasa, ni kwa sababu ni yeye peke yake ameyatenda. Inabidi tuumpe sifa, ni kwa sababu ni yeye ameyatenda. Bwana atukuzwe. The sacrifice of praise is somewhat different. It does not flow easily. There is, nikitangulia nimesema, there is a difference between praising God and offering a sacrifice of praise. Kwa hivyo na nikasema ya kwamba offering a sacrifice sio hivyo tu, but praising God, just praising God for who he is and for what he has done, hizo ni vitu mbili tofauti. Praising God ni unyamaze tu, ukumbuke ukuu wa Mungu, ukumbuke yale Mungu ametenda ndani yako, unaanza kumshukuru. Lakini kutoa dhabihu, it costs you, ni gharama. Si hivyo tu, hata hii si ile unaweza tu kaa chini uanze kutafakari yale Mungu ameyatenda uanze kumshukuru. Hapana. It does not usually flow easily. It is not the praise we offer because everything is going nicely and we are happy, no, and blessed. Kwa hivyo ni ile dhabihu ambayo hauitoi ni kwa sababu mambo yote yako sawa. Hapana. Hauitoi ni kwa sababu kila kitu iko sawa. Hapana. Hauitoi ni kwa sababu umebarikiwa. Hapana. Na ndio maana nasema kuna utofauti wa kumsifu Mungu kwa yale ametenda, and that comes easily. Unaweza tu kaa chini ama uanze kuelezea mtu, umwambie vile umemuona Mungu, vile Mungu amekuwa mwaminifu kwako. Lakini kwa kutoa dhabihu ya sifa ama ya shukrani, ni ile unashindwa hata wewe unaitoa kwa nini? Kwa sababu hauitoi ni kwa sababu umebarikiwa. Hapana. Na huitoi ni kwa sababu ati Mungu amekuwa mwema sana kwako ama mambo yote yako sawa. Hapana. Sacrifice of praise is something we offer to God when we do not feel like praising him. Kutoa hii dhabihu ni ile unatoa hata wewe mwenyewe unashindwa unaitoa ya nini. Na hata Mungu mwenyewe akiulizwa, akikuangalia anashindwa ni kweli unaitoa kwa nini. Kwa hivyo ni kitu costly, inakucost wewe. One, hauifanyi ni kwa sababu umebarikiwa, hauifanyi ni kwa sababu kila kitu kwako iko sawa, lakini unajipata tu you are just sacrificing this place to God. It is so costly. The sacrifice of praise is something we offer to God when we do not feel like.
wakati unasikia umesongwa na mambo, wakati unasikia ya kwamba umefika mwisho, wakati unasikia ya kwamba nothing is working for you, unaona kila mtu, everyone is against you, everything is not pleasing, everything is mpaka unaangalia unajipata uko kwa dunia yako peke yako. And that is when utaambia Mungu unastahili. Kwa hivyo ndani ya moyo wako ukitoa ibada hii ama ukitoa hii dhabihu ya sifa, ndani ya moyo wako kumejaa uchungu, and yet unasema Yesu ni Bwana, anaweza huyu Mungu. And I think mtazamaji wangu hapa, that this is where we fail. When things are not light, when things are not going the way we would like them to be, unapata watu wengi hunungunika. Na si watu wengi, it's almost, kuna mtu ashaijipata katika hiyo hali kwa njia moja ama nyingine. Unapata kuna vitu ama kuna mambo ulikuwa una expect yaende jinsi wewe mwenyewe ulikuwa unatarajia, unfortunately inaenda kombo. Sasa inafika wakati hata wakati kama huo Mungu anahitaji utoe hiyo dhabihu ya sifa. It is not logic. Hata ukiangalia kama mwanadamu unashindwa. Unajua tunajuanga ku praise, ama we praise God when things are light. We praise God when we are blessed. We praise God when we were expecting something and Mungu ametenda. We praise God when unaangalia unaona kuna dalili ya baraka. Unaanza ati you are praising God in advance. Lakini sasa hii kutoa dhabihu ya sifa sio hivyo. It is the other way loud. Ati saa ile uko kwenye harakati, saa ile umefinywa na mambo, saa ile unaangalia kwako kwa nyumba watoto wote, huyu akianza kukohoa, ukienda ukitafutia dawa, ukifikiria kila kitu iko, mwingine anaanza kuumwa na tumbo, mpaka unashindwa kwani Mungu anakaanga bali sana aje. Ukijaribu kufikiri, ukitoka kwa nyumba ukienda kazini, unapata unahesabu hasara kila siku. Ukienda shule unapata watoto wamefukuzwa, huna pesa. And at that time ndio Mungu anahitaji umtolee dhabihu ya sifa. Nilikuwa najiuliza, is it possible? Not unless Mungu mwenyewe akusaidie ama akupe tu hekima ya hali ya juu. Because we tend to complain, we tend to murmur when things are not light, when things are not going the way we would like them to go. When everything seems to be wrong, that is when you should offer the sacrifice of praise. When our world seems to fall apart, that is when, kama wakati ule COVID ilikuwa imechacha, ama saa zingine unasikianga katika inchi kumejaa vita, ati usienda mahali pale kuomba vita ikome. Hapana, unaenda pale kumwambia Mungu unastahili, unaweza. Is it possible? Wewe unayenitazama asubuhi ya leo, is it possible ati saa ile mambo yamekulemea, saa ile umefutwa kazi, ati saa hiyo ndio utatolea Mungu dhabihu ya sifa? We are praising God not because of our circumstances, but despite them. Despite our circumstances, we praise God. Kwa hivyo sio yale mambo ambayo napitia, sio ugumu wa maisha, sio kufutwa kazi kwangu, hapana, sio watoto wangu wagonjwa, hapana. Inanipasa nitolee Mungu dhabihu ya sifa. Nikawa nafikiria kama mtu, kusema ukweli, na ni kweli umeokoka na umekombolewa, is it possible
ati leo umeenda kazini, umepata barua kubwa kukuliko kwa meza, ikikwambia kwamba from tomorrow your services are not required any longer. Ukirudi kwako kwa nyumba unapata hata ile pesa ulikuwa umelipa madeni, hata chakula kwa nyumba hakuna, hata school fees haujalipa. And Mungu anatarajia usiangalie hiyo hali, uende ukamtolee dhabihu ya sifa. Our praise is not ascending because we feel great and want to give expression to our good feeling. In this situation, we are praising God by faith. We are praising Him in obedience. We are praising Him for who He is and not particularly for what He has done. Wow. Mambo ingine ukiyafikiria kama mtu, hata wewe unaweza ona it is not making any sense. But kama vile nilitangulia kusema, it is costly to offer a sacrifice of praise. Because when you are offering a sacrifice of praise, one, we praise God, just praising God for who He is and for what He has done unto our lives. But when it comes to sacrificing, when it comes to give and to offer a sacrifice of praise, it is not for what God has done unto us. No, it is for God, for who He is. Come to think of it, sio kwa yale amekutendea, ni kwa sababu kuoffer hii sacrifice ni wakati ule kila kitu haiko vile ulikuwa unataka ama ulikuwa unatarajia, iko against you, imeenda mrama kabisa. Kwa hivyo you are not offering this sacrifice because of what God has done for you. No, you are offering this sacrifice of praise for who He is. And that is when unaanzanga kukumbuka so many verses in the Bible, so many two stories in the Bibles. Unaanza kufikiria vile Yesu alikuwa na wana wa Israeli, yale mambo aliyoyatenda, zile nguvu zake alizokuwa nazo wakati ule, unajua kwamba hata leo hii hazijapunguka kamwe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba tu nikuambie na nikuelezee, if you want to offer a sacrifice of praise to God, sio wakati ule. In fact, you offer a sacrifice ule wakati ambao I think haufai. Cause wakati ule umefinyika, that is when you offer that sacrifice. And by doing so, the name of God is glorified. That is when Mungu huharakisha kutenda mambo. Na kama tunaweza jua hii siri ya kwamba instead of going to God with murmuring and with complaining, ujifinyilie tu ukijua kwamba Mungu hata umthreaten hauwezi ukamtishia. Mungu si mwanadamu. Instead anaedanga mbali na wewe, anakuangalia tu na macho until you come back to your senses, mpaka sasa akusikilize. I remember Wednesday when the man of God was telling us ya kwamba by the way we are so many in this world, we are so many and God is one. We have only one God and He's listening to all our prayers every now and then, so He has no time to waste. Ayuko mahali pale kushinda akikupembeleza, akona watu wengine wanamhitaji more than you. So kama tu unaweza jifinyilia wakati mambo hayako sawa,
ujaribu tu, uifanye tu kama ni kutest, uone how things will be, and let me assure you it works. Unaweza jipata unapitia jambo na uone ni kana kwamba haiwezekani, but within a fraction of a minute, within no time, ukirealize ya kwamba it is not you are murmuring, you are complaining, itamtishia Mungu ati harakisha ya kutendea. Hapana. If you at that particular moment you will offer a sacrifice of praise, my friend, utakuja kujua ni kweli inafanya kazi. Hata utakuwa una miss ku go through hardships, ndio uoffer this sacrifice, ndio mambo ikuwe sawa sawa. But to most of us, we tend to complain and to murmur, and by doing so we prolong muda ambao Mungu alikuwa amekusudia kukubaliki. Wow, this kind of praise does not come easily. It is not a cheap thing, it is costly, but it brings special delight to the hearts of the Father, and he loves to receive the sacrifice of praise. Kwa Mungu ni vice versa. Saa ile umebarikiwa, saa ile uko sawa, saa ile umeongezewa mshahara, that is when we know to praise God. But when things are not light, hata unabianga Mungu, mimi na wewe tuonane hidigi, mimi na wewe tuorano uguo. In fact, you can't do without God. So at the end of the day utapata mambo yamekuwa magumu sana, na sasa utarudi na aibu zako, utarudi mahali pale kama umenyenyekea, umwambie Mungu nisamehe. And because he is our Father, and because he is so merciful, na ujinga wetu anatulejesha, then we start all over again. Mungu atusaidie. Na ili hata wakati ule tunajaribiwa, Biblia inasema ya kwamba majaribu hayana budi kuja. Mateso yake mwenye haki ni mengi sana, lakini Mungu, mateso yake mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana humponya hofu zake zote. Yale mambo ni Mungu huwa anayaondoa, sio kwa nguvu zako na sio kwa kujitahidi kwako. Hapana. Na kama kuna mtu mwenye uwezi kibizana na yeye ni Mungu. In fact utaumia bure. Kwa hivyo ukijua kwamba majaribu hayana budi kuja, na there is no way kuna majaribu kidogo na kubwa itakuja kwako ushagilie useme Yesu ni Bwana, hapana. Yote inakujanga kukufinyilia. Yote when it comes moyo wako unainama. When it comes unaona ni kweli Mungu hanisikiangi, Mungu hanipendi, Mungu yuko mbali sana 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 na mimi. And that is why I'm going through this. Na wengine wanaona when you are going through a hard time, wengine wanaona kama wale marafiki wa Job wenye waliona huyu lazima akuwe ametoka kwa njia za Mungu. That is the mentality with the humankind. If only tunaweza jua ya kwamba that all these things are working together for our own good. And when it comes to all things, better things, good things, bad things, they are working together. So, whenever you are going a hardship, thank God, praise God, offer a sacrifice of praise to God, and it shall be well with you. Usitarajie wakati kila kitu iko sawa. That is when unaenda hata huku kwa barabara ukijiongelesha eti ni kwa sababu ati azingine unasemanga I wish watu wanaweza jua yale Mungu amenitendea. I wish naweza tu piga duru wakuje niwaeleze. Lakini wakati uko katika jangwa unatamani kujifungia kwa nyumba, unashinda ukilia. Hata ukipiga nduru watu wakuja huwezi waongelesha. Lakini wakati Mungu amekutendea unasikiaga ni wewe na ni wewe ni wewe, nyimbo zote za sifa zile unajua unaenda ukimrudishia Mungu shukrani. Kwa nini hata wakati ule unapitia usitoe hii dhabihu ya shukrani kwa Mungu? And that is why in the beginning I said there is difference between praising God and offering a sacrifice of praise. And I said praising God is praising God for who he is and for what he has done.
And offering a sacrifice of praise to God, it is not all about for what he has done for you. No, it is for who he is. Ukijua kwamba yule Mungu aliyeweza wakati ule, hata leo niko katika hii hali ataweza. Ile hata ukimwambia ni kweli Mungu unaweza, machozi inakudondoka. Ukijua kwamba katika hiyo hali hata yeye hastahili kuambiwa anaweza, ni kwa sababu unaona amekuangusha yako yote. Hachezi kama Mungu. Tunajuanga kwa Mungu ni kuzuri. Tunajuanga ya kwamba kwa Mungu ni tabalale, hakuna milima. Ulipookoka uliahidiwa ya kwamba ukitaka maisha mazuri enda kwa Yesu. Ulipoingia kwa Yesu ukapata goko ni kuwa mathina makao maigeheire, ni tondu hindi iria ingi ni ungiraire riu ndungiya. Wakati haukuwa kwa Yesu ungejisort, lakini sasa unaenda kujisort, unaona Mungu anakuangalia hivi, unaacha. Mi kwanza ile mahubiri ilihubiriwa hapa Wednesday, ni kwa neema, niko kwa madhabahu, lakini nilijiuliza maswali. Mimi eti Abraham hakuwa ameokoka, na ni kweli. Nikaenda nikatafakari hayo. Abraham was not saved by then. Jesus hakuwa amefika duniani. Na kusema ukweli, kama tunaokokaga ndio tukae vizuri, kama tunaokokaga ndio tukae kwa njia za Mungu, na kama Mungu anatuita wanawake, kusema ukweli, if we are his sons and daughters, yes, he is our father. Nilitoka hapa na uchungu mingi sana, nikijua kwamba mimi nimeokoka, na si jana, na si juzi, na si last year. Nimeokoka miaka kadhaa. Naki unaangalia, you are going through hardships daily. Abraham hakugana hata kujua wokovu ndio nini. Na hata nilikuwa nasema being the father of faith, saa zingine naweza nataka turudi hizo nyakati. Mimi naweza uliza Mungu na huyo Ibrahim maswali haishi. Juu Mungu alimbariki, yani mpaka alikuwa anampembelezea hizi baraka. Sasa ile huyo Abraham anakaa kama hajielewi, anaambiwa toka nje, hesabu hizo nyota, hivyo ndivyo uzao wako utakuwa. Mpaka anampembeleza, si atupembeleza Raudi, na aki Mungu tu atusaidie. And that is why unaona to offer this sacrifice of praise ni gumu. Ni gumu. Sasa ile umefugiwa nyuma, umepata kufuri 3, and that is when God is expecting you to offer this sacrifice of praise. Is it possible? Saa ile mtoto wako amelazwa hospitali, wewe una kadi ya NHIF, hata marafiki wakisikia ulilazwa na mtoto hospitali hawashughuliki, hawajui. Daktari anakuambia ndio mtoto aanze kutibiwa, you must deposit some amount of money, ile hauna. And that is when God is expecting you you offer a sacrifice of praise. Is it possible? Wakati umeenda umejipata mahali na gari yako with a flat tire, hauna hata jack, that is when God is expecting you to offer a sacrifice of praise. My goodness, is it possible? Mungu na atusaidie. Mungu na atusaidie. And that is why kwa Biblia Kiingereza inasema by him therefore. Mahali tu tulisoma Hebrews 13:15, nilikuwa nimesoma ya Kiswahili. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Kwa hivyo sio kitu unafanya leo na kesho, hapana. It is you do it continually. It is a continual praise. Kwa hivyo ni leo, kesho, until death do you part with this world. So jifundishe kufanya hii kitu, because si tafadhali. By the praising God, Mungu alituumba na ili tuweze kumwabudu. Kwa hivyo it is not optional. No, it is not a request.
but it is a command, but you must. Inabidi inakupasa wewe ujitoe. Ni kwa sababu ni ngumu, si rahisi kutoa dhabihu ya sifa kwa Mungu. Ati saa ile Dennis unaenda nyumbani, watoto wanagojea baba yao awapelekee food. Bibi yako anagojea uende upatiane pesa wakanunue chakula. Unaenda unakaa chini na unachukua remote. Sasa wanashindwa, kwani huyu afikiri tunakuraga? Ati saa hiyo Mungu anataka ujitenge, uende mahali umwambie ni kweli Mungu unastahili. Ni ngumu, na not unless Mungu atuwezeshe kutoa hizi dhabihu za sifa, mtu na nguvu zake na uweza wake, ni ngumu. One, it is a continual praise. David learned the secret of this. He said in Psalms 34 and verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Wow. It is not a cheap, easy place which costs nothing. No. It is not a superficial and empty. No. It is a consistent. It is offered to God continually. Kwa hivyo si hata sio leo kesho, because mambo mingi yaja. Yale napitia leo sio yenye wewe unapitia, yale napitia kesho sio yenye utakuwa unapitia. Kwa hivyo each and every day, siku baada ya nyingine, kuna yale mambo tutakuwa tunapitia, and that is why we should offer this offering, this sacrifice continually. It is not a matter of days or hours. No, it is a continual praise. Wow. In the good times and in the bad times, when everything is fine and when nothing seems to be going right, wakati mambo yako mazuri, wakati mambo si sawa, we should continually offer this sacrifice of praise. We praise in the times, in those times that God giveth, and in those times when the Lord taketh away. In such times we are enabled to say, bless the name of the Lord. Eti wakati umepigiwa simu nyumbani unaambiwa fulani ameaga, and he is or she is your relative, ama just across mtu tu karibu sana usikie ameaga. Eti wakati kama huo ndio Mungu anatarajia. And no wonder Job alisema in Job 1 and verse 21, alisema blessed be the name of the Lord. Wakati Job alikuja akaambiwa watoto wako walikuwa wamefanya hawako, mifugo yako ndio hiyo. When that man was a great man of God. One, hakuambiwa leo kesho na siku ingine, the same day. Kama kufumba na kufumbua kwa macho, kila mtu alikuwa anatimua mbio, anamwambia kitu yako fulani imeisha, kitu yako fulani imefanya, kitu yako fulani, mpaka at the end of it all Job said, blessed be the name of the Lord, because he is the God that gives and he is the same God that takes away. Wakati nilikuwa nasoma haya maandiko, nikawa nafikiria mtu tu aliyeumbwa na Mungu, usimame useme nilifikiria mambo mingi sana na nikarudi nyuma mbali sana,
And I usually mi upenda kupeana mfano mimi mwenyewe. Nikafikiria siku moja, it was on 21st September 2016. Nikapigiwa simu nikaambiwa kuja Pangani police station na usikuje peke yako. Nikawauliza kuna nini? Wewe kuja, wewe ni bibi ya Charles, kuja sawa. Na nisikuje peke yangu. Nikashindwa, hata kama mtu ameshikwa sasa nakosa kwenda peke yangu na si niko na pesa. Nilikuwa na M-Pesa by then. Nikachukua pesa yangu yote nikatoa mtu kwa sel. Lakini ile kitu ilikuwa inanitishia ni na usikuje peke yako. Nikauliza huyo mtu, hebu pea Charles simu nijue ameshikiwa nini ama wanataka nini. Wewe kuja na ukifika kwa gate unipigie simu. Ilibidi nitafute watu niende. Being so confused, huelewi, hutabui, hushiki, hujui. Eti wakati kama huo katika hiyo hali, unajua saa ile uko confused, saa ile umepatwa na mambo ingine huelewi, unaumagwa mpaka na tupo. Wengine huwa wanaendesha, wengine huwa vitu tu zinajitokezanga tu. Na wakati nilienda mahali pale nikapelekwa hivi kaeni pale, ngojeni askari mwenye ako na kesi. Sasa nikashindwa, sasa ni kesi tena, na kama mtu ameshikwa sasa, kwani ameiba? Hata kama ni kuiba haiwezi kuwa serious namna hii. Kwani ameua? Bado sishiki. Yule askari alikuwa na kesi akakuja akatuambia ni kitu kidogo ilitokea. Charles alipata accident kidogo. Acha nikuja niwaeleze ile hospitali yako. Si afadhali angetuambia ngoja nikuja niwaambie ile mochari tumempeleka, ingekuwa rahisi. Sasa ametuambia anatupa tu matumaini hakuna. Wacha nikuja niwaambie ile hospitali amepelekwa. Nikapumua hasa, nikashindwa tena. Kama ni hospitali si wangeniambia kama sijafika hapa. Na tena hiyo ndio ilikuwa inafanya waniambie ni sikuje peke yako. Si wananiona yani ile tu kujia mimi. Wananiona mtoto sana. Wangeniambia amepelekwa Kenyatta, amepelekwa wapi, ningekuwa huko. At the end of the day, we were told what happened. And at that time, you expect me nikae mahali kwa kona ama mahali popote pale nimwambie Mungu unaweza, unastahili aje. Saa ile nafanya hesabu, sasa ni mimi mama na ni mimi baba, ni mimi ni kila kitu. Ukasikia wapi? Inawezekana aje? And at that particular moment, God is expecting a sacrifice of praise from you. My dear sister, my dear brother, wherever you are watching me, take heart, and all things are working together for your good. And it is not in vain to offer this sacrifice of praise to God. No, it is not in vain. Atakana kwamba ni ngumu na ni uzito. And that is why the Bible says it is costly. It is not costless, it is costly. Itakugalimu. Na haitakugalimu pesa, hapana. Itakugalimu wewe. Ni kwa sababu wakati Mungu anatarajia umtolee hii dhabihu ya sifa, ni wakati wewe hauko sawa, ni wakati wewe you have nothing to offer. Hata ukijiangalia unashindwa, am I right? Am I supposed to be doing this I'm doing? Mpaka Mungu saa zingine I think hata yeye anashida. Huyu mtu niliuba, is this the last time to? Lakini ni ile tu unakosa kuona hali ile unayopitia, unamtazamia Mungu, unaona ukuu wa Mungu, unaona nguvu za Mungu, ukijua kwamba if he was the same God who was with the Israelites and he did good and great things unto them,
unajua kwamba he is still the same God na nguvu zake hazijapunguka kamwe, and he is still there, he is still there waiting, he is still there, na anatarajia kufanya makubwa zaidi juu ya maisha yako. But the way you will offer this sacrifice, ndio Mungu atajua what to do with you. I think Mungu anafurahianga zaidi na sisi tunateseka. Kama wakati unapitia hali ngumu, that is when he is expecting that you will offer this sacrifice. When you are going through hardships, when unasikia hapana, hidiro igwa ukafagukua kafakuhuruka, hidiro nugu Ngai arenda atiriri that you offer. Hiyo ndio raha yake. Sasa ile wewe unakufia huku chini na mashida, and it works. I have tried severally. It is a working thing. So I would urge you, I would like from today, because we will continue with the same during lunch hour, na ili tukuja kujua how to offer the sacrifice of praise. We have just learned kuhusu the offering of we have just learned how to offer the sacrifice of praise, but in during lunch hour tutajua ni aje unafaa kutoa hii dhabihu ya sifa. It is pleasing God when the baby dies and we do not understand why. Sasa ile mtoto umeona ameshikwa tu na kikitu, ukisema umpeleke hospitali, ukifikisha hospitali daktari ana announce mtoto hayuko. Sasa unaanza kujiuliza aje, siulia nyingi, why me, how, maswali mingi. But God is good. It is especially in those times when heaven seems to be brass. God seems to be a million miles away. Wakati ule unapitia, wakati huo Mungu anatarajia umtolee dhabihu ya sifa, ni wakati ule mbingu inaonekananga ikiwa mbali sana. Mungu unasikianga Mungu akiwa millions miles away, hakusikii. Unajaribu kumuita majina yote, unajua hasikii. Unajaribu kufikiria the way unaweza mtemu, the way unaweza, unapata bado hasikii. It is the place you offer to God when it really costs you something to do it. Your natural feeling urge against it. Your friends discourage you. Your heart is heavy. There is no spring in your stride. The devil says, have you got to praise? What have you got? In fact, na ni kweli. Wakati ule, na ndio maana unapatanga kuna kungangana. Wakati ule Mungu anatarajia you give this sacrifice of praise, na shetani anakuuliza, yani mpaka saa ile umekufiwa, huyu anataka umpatie dhabihu ya sifa aje. Ni nini hiyo unamrudishia shukrani kwa sababu ni yani, na ni kweli. Na wewe ukiangalia unaona na neema. Sasa ile napitia uchungu, that is when you are expecting me to offer this sacrifice. How? Aje? Na yeye shetani na mahubiri yake chafu anakuja kukuambia angelikuwa hangekubali hii ifanyike, kwa hivyo he is not faithful. Na ni kweli, unaona ni kweli. Paka siku nyingine nilijiuliza, unaona kama jana leo Sunday, na hapo kwetu kuna katoto kaligongwa na gari, unfortunately kakaaga. Na walikuwa kwa church, venye watoto wanatokanga nje ya church kucheza. Sasa unasikia watu wakisema huyo mchungaji ni devil worshiper,
anatoaga sacrifice watoto. Sasa nikashindwa. Unajua the reasons as to why watu husema hivyo ni kwa sababu kila hospitali iko na mortuary. I think kanisa ndio hainaga mortuary. Na hata sikianza, unajua watu eti wanakujaga kupokea uponyaji, lakini kupokea uponyaji ni vizuri na ni kweli. Nwaga nikufati huko na mosa litondu kirio mwaka tukue, either we wakanitha kana we wako kufa, lazima tutakufa. Sasa nikajiuliza, kwani watu wa kanisa hawafai kukufa? Si afadhali tukaage kwa kanisa tusikuje kukufa siku moja? Na tena sisi ni shamba la Mungu. Kama vile kwa shamba yako wewe ukipanda mahindi, kuna wakati una misingi ile ya kuchoma. Kwa hivyo huwezi gojea hiyo mahindi ikauke. Hapana, unaendanga tu ikiwa changa saa ile unaifinya hivi inatoa maziwa hivyo. That is when unaenda una pluck some that at least juu ulikuwa unataka ya unagojea at least ikuwe ngumu kiasi kama unataka ya kuchemsha, lakini kama unataka ya kusiaga unagojea ikauke. Na hiyo ni shamba yako. Hata sisi tukiwa shamba ya Mungu, anavunanga saa ile yeye mwenyewe anataka ile kitu anataka. Kwa hivyo tusije tukafikiria eti mtoto alikufa na ni wa kanisa, kwa hivyo alitolewa sacrifice. Hiyo kanisa ni ya Satan. Satan hanaga kanisa. Kanisa ni ya Mungu. Synagogues are for God. Satan ni Satan, hananga. So wacha shetani asikuhubilie kukuonyesha ya kwamba you are going through what you are going through ni kwa sababu Mungu hakupendi. Or don't let any friend to discourage you that you are going through what you are going through because God is not faithful. No. All things worketh together for good, and it is working together for your good today. And when Bible states that all good, all things, it is either good or bad things. So it's all about you. It's all about you. Jua Mungu wako vyema na ujue Mungu wako vizuri, ukijua kwamba majaribu hayana budi kuja. Na wakati utakuwa unapitia, kubali kunungunika, kubali kutolalamika kwa Mungu, kubali kutolea Mungu dhabihu ya shukrani. Atakana kwamba maneno ya kinywa chako hayatatosha, kubali tu. Sacrificing to God ni kwa mambo mingi. Unaweza tolea Mungu, unaweza tu nyamaza, unaweza amua kunyamaza, uchukue sadaka uweke kwa bahasha yako, upeleke kwa mchungaji wako, upeleke kwa madhabahu yako, unyamaze tu. Just avoid murmuring, just avoid complaining. Kama hautatoa maneno kinywa chako, peleka dhabihu, peleka sadaka na itakutetea. Sababu saa zingine unapatanga mtu saa zile anapitia uchungu, ile kitu kubwa anaweza fanya ni kulia. Instead ya kulia, offer a sacrifice of praise to God, and it shall be well with you. Bwana awatendee mambo makubwa na ya ajabu, ni kwa sababu ni Mungu mwema. Tutakapoendelea tukijua ya kwamba how you can offer this sacrifice of praise. Tumesema, Daudi alisema ya kwamba it is something that is continuous, si kitu unafanya leo na kesho. It is also audible praise, ile kitu unaongea na mdomo wako, ile maneno unayotoa. So the sacrifice of praise is something that we say, something we speak out. Satan can hear it, people can hear it, we can hear it ourselves, and most important, God can hear it. So tutakaporudi masaa
ya saa 7 tutaendelea kujua how will we be in a position to offer this sacrifice of praise. Tumejua what is offering a sacrifice of praise, na tumejua kwamba it is not when things are light. No, ni wakati kila kitu kimeenda mlama, wakati unasikia kwamba umeisha, wakati moyo wako umeinama, wakati unasikia unahema kwa uchungu, wakati unasikia hauna grace ya kuendelea. Hidura jando kayuaru no ukwire, you have nothing to live for. That is when you should offer this sacrifice of praise. Bwana wetu atukuzwe. Thank you, Lord. Today we chose to praise you. We chose to give you glory no matter what's happening in the world around us. We know that you are God and you are faithful. So we give you all the praise. In Jesus' name we do pray. Amen, amen, and amen. May God bless you and do you good. Ushinde poa, Mungu akubaliki, Mungu akuongoze, Mungu akutawale as you prepare yourself to offer a sacrifice of praise, because I know that hata kama uko na shida tu, sidhani kuna mtu anaweza simama hivi aseme that all things are light, everything is okay. No. Kwa hiyo kidogo hiyo kubwa unayopitia, try this. Try to offer a sacrifice of praise to God. It is costly. Hata unashinda uitoe ufanye nini? Uitoe kwa nini? Uitole nani? Huyu amekuachilia, unapitia mambo magumu. He's the same person that is insisting that you should offer this sacrifice of praise. Yes. Try this. And by noon tutajua how to do it. But for now, try it. Kuwa na siku njema. Mungu akupende na akutende mema. Kubali hizo namba ziko hapo chini. Kubali kutuma sadaka yako. Kubali kushikilia kazi ya Mungu, na Mungu atakutenda mambo makuu na ya ajabu. God bless you and do you good.